Katika utekelezaji wa kliniki hizi za sheria, yapo mafanikio makubwa yaliyokwisha kufikiwa. Hapa mwanasheria mkuu wa serikali anabainisha ni changamoto zipi zimeonekana kuwa kubwa zaidi, lakini pia mafanikio makubwa yapo. Jumla ya wananchi 1845 kwa mikoa hii ya Dodoma, Kilimanjaro na Mwanza, na wamekuwa na malalamiko yao mbalimbali ambayo tumeyasikiliza. Mengine tuliyatatua, mengine tunaendelea kuyatatua kupitia ule mpango wa ufuatiliaji. Lakini tumebaini ardhi ndio imekuwa issue ambayo malalamiko mengi sana yalijikita kwenye ardhi. Karibu malalamiko 66 yote hayo yalihusu ardhi. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni ardhi ni eneo ambalo kama serikali inabidi tuweze kuliangalia vizuri, lakini na kushauriana na wizara na wadau wengine katika masuala ya ardhi kuona kwamba tunapunguzaje kero na migogoro ya ardhi. Inaonekana kwamba ni jambo ambalo lina malalamiko mengi. Lakini pia masuala ya ajira nayo yanaonekana kwamba wananchi wana malalamiko mengi, na hasa katika sekta binafsi inaonekana waajiri kule hawazingatii sana taratibu za kisheria na sheria ile ya kazi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo unakuta wengine wamefukuzwa kazi bila utaratibu na kadhalika, au hajalipwa mafao haya na yale. Kwa hiyo ni jambo ambalo na lenyewe linaonyesha kwamba tunahitaji kuongeza nguvu zaidi. Na bahati nzuri katika bunge lililopita tuliwasilisha muswada wa marekebisho ya sheria ya kazi, lengo likiwa hili kupunguza hizi kero za mambo ya ajira na kazi. Hina swala la mirathi pia lilijitokeza katika ukia profile yale malalamiko yaliokuwepo kwamba na yenyewe ni eneo ambalo lilikuwa na watu ambao walikuwa na kero nyingi katika maeneo hayo na mirathi zao hazijaweza kufika mwisho. Kwa hiyo tuliwapa ushauri wa kisheria. Haikuwa na maeneo mengine ya kawaida ambayo walikuwa wamelalamikia, kwa mfano masuala ya ndoa, masuala ya jinai pamoja na madai na kadhalika. Lakini tumejifunza mengi sana katika kliniki hizi katika mikoa hii ya Dodoma, Mwanza na Kilimanjaro. Na mambo mengine tunayojifunza yanatupelekea sisi tunapokuja kwenye mikakati yetu kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini na serikali kwa ujumla, kuona namna gani tunaweza kupunguza mambo mengine, aidha kwa kuja na sera mbalimbali ambazo zinalenga kuboresha baadhi ya changamoto tunazoziona, lakini pia vile vile na sheria mbalimbali. Nimshukuru sana ndugu yangu Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa kuamua mkoa wa Mwanza kuwa wazinduzi wa kamati hizi muhimu kabisa za ushauri wa kisheria. Adhima kubwa ni kutekeleza matakwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuwafikia wananchi pale walipo. Mheshimiwa Rais anafanya mambo mengi, sio tu ya maendeleo, kwa sababu maendeleo haya ni maendeleo ya watu, lakini watu hawa wanakuwa na kero nyingi. Sio kero ya maji tu, sio kero ya barabara tu, wakati mwingine wana kero ya kudhulumiwa ardhi zao, wana kero ya baadhi ya viongozi ndani ya serikali kuwapa kazi bila kuwapa malipo, wana kero ambazo. Kwa hiyo ofisi ya mwanasheria mkuu imeona itekeleze maoni ya Mheshimiwa Rais ya kuwafikishia huduma ya utaalamu wa kisheria wananchi ambao hawana uwezo wa kupata huduma hizo kutoka kwenye vyanzo vingine. Katika uzinduzi wa kamati ya ushauri wa kisheria na kliniki ya sheria bila malipo
mkoani Mwanza katika viunga vya ofisi ya mkuu wa mkoa inayosimamiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa, ambapo walikuwepo mawakili wapatao 30 kwa muda wa wiki moja. Walipiga kambi wakitoa huduma hizi kwa wananchi. Hapa Mwanza tumekuja kwa ajili ya uzinduzi wa kamati ya ushauri wa mkoa wa Mwanza, na hizi kliniki hizi kamati ziko nchi nzima, na tumeanza Kilimanjaro, tumekuja Mwanza na tutaendelea kwenda kwenye mikoa mingine. Lengo kubwa la kuwepo hapa au lengo kubwa la hizi kamati ni kuweza kuwasikiliza wananchi. Na hawa wananchi, kwa nini tumeamua sasa kuja kuwasikiliza? Kwanza kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo ni kubwa kabisa ni kuitikia mwito wa Mheshimiwa Rais wa nchi yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara nyingi amekuwa akionyesha kusikitishwa kwake kwa wananchi kutokuweza kupata haki zao kwa urahisi, kutopata haki zao kwa wakati, na pia wananchi ambao hawana uwezo, ambao ni namba kubwa kwa kweli kwenye nchi yetu, kushindwa kupata haki zao kwa sababu tu hawana uwezo ama wa kuzigharamia au wa kuzifikia huko ziliko. Kwa hiyo mwanasheria mkuu wa serikali, kwa kuitikia wito wa Mheshimiwa Rais na kwa kutambua umuhimu wa kuwafikia wananchi ambao wengi kama nilivyosema hawana uwezo ama wa kifedha ama uwezo wa kufikia hizo huduma, basi ameamua sasa kufika kwa wananchi wale wa chini kabisa, kuwafikia wananchi wa chini kabisa. Ndio maana sasa akaanzisha hizi kamati kwa mujibu wa sheria kabisa, kifungu cha 21 cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268. Kamati zikaanzishwa kwenye ngazi ya mikoa na kwenye ngazi za wilaya. Kwa ujumla zoezi hili naona ni zuri kwa sababu mwitikio wake pia ni mkubwa. Unavyoona mwitikio unapokuwa mkubwa ni jinsi ambavyo wananchi, kila mtu anakuja na matatizo yake na anakuelezea wapi amekwama na nini, na unapolitatua tatizo lake, yani jinsi alivyokuja na jinsi ambavyo anavyotoka ni vitu viwili tofauti. Anakuja akiwa ni mtu ambaye amekata tamaa kabisa, haelewi afanye nini, lakini mwisho wa siku unamshauri, unatatua tatizo lake, unaona kabisa anaondoka na tabasamu, ameridhika kabisa, anashukuru kwa zoezi hili. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, watu wengi wamejitokeza kwa ajili ya kupata huduma, na watu wengi masuala yao yametamatika na baadhi wachache ambao bado yanaendelea. Na nitoa wito pia kwa kamati za mkoa na wilaya ziendelee na hizi shughuli za kuwasikiliza wananchi. Kwa ujumla sisi tumefurahi sana kwa sababu wananchi walijitokeza kwa wingi, na tunashukuru pia kwa juhudi za mkoa wa Mwanza jinsi ambavyo wameshirikiana pamoja na sisi. Wananchi wamepata huduma, kwa kweli mambo yameenda vizuri. Nao baadhi ya wananchi waliopata fursa ya kuhudhuria katika kliniki hii na kupatiwa huduma ya sheria walikuwa na pongezi. Shida yangu iliyonileta, tuna kesi mahakamani, niliitwa wito lakini sikupata mtu wa kunisaidia kujibu, maana ni gharama, ni pesa sikuwa nayo. Lakini nikapata ndugu yangu akaniambia, nenda ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kuna uzinduzi wa kisheria. Kwa hiyo yupo mwanasheria mkuu wa serikali, wataweza kusaidia pale, wapo mawakili wengi. Kweli nilikuja na nilipofika hapa nilichoambiwa ndicho kukuta. Nilivyowaelezea wakanipa mwanasheria mmoja nizungumze naye, ila pia ni askari, niseme ni afisa wa polisi.
Baada ya kuzungumza naye aliweza kunisaidia kwa mawazo, ila pia akanisaidia kuweza kunijibia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa swala hili lilokuja kwetu, yani tuseme ni fursa kwa jiji la Mwanza. Kuna mikoa bado haijafikiwa na hili swala. Kwa hiyo kwa kweli nimefarijika sana. Niwashukuru mawakili wote mliokubali wito wa kuja kutuhudumia kwa jiji la Mwanza, ila pia tumshukuru mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta jambo hili na fursa hii kwa mkoa wetu wa Mwanza. Shukrani sana. Namshukuru sana huyo kiongozi tulionayo Rais Suluhu Hassan. Kwa kweli utaratibu aliouweka huu wa kusema kwamba tusikilizwe sisi watu wa kawaida, kwa kweli mimi nimefurahi sana. Tumefika hapa watu wengi, unaona tulivyo, na malalamiko yetu yamepokelewa. Kama mimi ya kwangu binafsi yamepokelewa vizuri sana, na wamesema kwamba kweli ni uonevu mbaya na swala lako tutalishughulikia kikamilifu na utaona matokeo. Basi mimi katika hali hiyo na pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu wa hapa Mwanza, kwa kweli nimeona nimepokelewa kwa njia ambayo ni nzuri. Kuja hapa kwa mkuu wa mkoa ili wanisaidie matatizo yangu ya kisheria, lakini nilipokuja nimewakuta wanasheria wako vizuri na wakanipokea vizuri na wakanisaidia vizuri. Hawana majivuno, ni watu wanaotii, ni watu wanaoelewa, ni watu ambao wako makini. Kwanza hamuna ya kusema mama tukusaidie hiki nani, leta hela utufanye nini, ni watu wazuri. Kwa kweli namshukuru mwanasheria mkuu aliyewaleta hawa watu ili watusaidie. Naam, hakika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ipewe heko kwa kuanzisha kliniki ya sheria ambayo pia inakwenda sambamba na huduma ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ijulikanayo kama Mama Samia Legal Aid, ambayo nayo husimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, zikijikita katika kuwasaidia ama kuwasogezea wananchi huduma ya sheria, na changamoto zimekuwa zikitatuliwa na kufuatiliwa, ukizingatia kuwa gharama ni kubwa zilizopo za utoaji wa huduma hizi na hasa kwa wananchi wa kawaida. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imejipanga vizuri. Na moja ya jambo lingine, jambo ambalo tunataka kulifanya, tutaongeza kurugenzi 2 zaidi za kiufundi zile katika kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu katika dira hii ya 2050. Tunatakiwa tuwe mstari wa mbele na tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba dira hii kwa kweli sisi tusio wa kwenda kukwamisha, kwa sheria zetu kuwa zinavuta nyuma, taifa linataka kwenda mbele. Hilo kwa kweli tutaliangalia kwa umakini mkubwa. Agizo ya Mheshimiwa Rais sisi tunayapokea kwa moyo mkunjufu, kwa sababu tunajisikia hamasa ya kuyatekeleza, na kwa kusema kweli tutatekeleza ipasavyo.